tulieni. Kijana, nashukuru sana kwa kuniletea mgeni wangu. Unaweza ukaenda. Mjomba, karibu ndani. Mjomba, ujio wako unanishangaza sana. Mbona umekuwa rafu namna hiyo? Mjomba, usijali. Nilikuja tu kwenye mishemishe yangu binafsi. Hivyo mishe imefeli. Niko na sio vyema kuondoka pasipo kuja kwako mjomba. Nisitegemee, ndo mjomba kipenzi, mjomba pekee uliyebaki. Kwa niko na nije hapa nikusalimie, tupige stories siku 2-3 ili mimi niendelee na majukumu yangu mengine. Isikushangaze yale mjomba, ni kawaida tu. Ndio umekuwa na wasiwasi namna hiyo? Sawa. Labda nikwambie kitu. Nadhani ujio wako umeyaona mengi kuhusu mimi. Namna watu wanavyoniheshimu, wanavyoniogopa na umaarufu wangu. Na kutadharisha. Sasa isikupelekee kwamba ukafanya mambo unayoyataka wewe. Ovyo ovyo utanikosea. Na sitakusaidia kwa hilo, kwa sababu nimeshakwambia. Sawa mjomba. Mimi nitaishi ambavyo unavyotaka. Kuhusu hilo mjomba wangu, usijali kabisa. Nitaishi vile ambavyo wewe unavyotaka. Na mimi nitadai hivyo. Usijali kuhusu kabisa hilo mjomba. Sawa. Sasa mjomba, hata tunaishi wawili mimi na wewe. Tupo wenyewe. Katengeneza riziki ili tupate kula. Mjomba. Napenda hivi. Hata mama alikuwa ananiambia mjomba wako bwana kwa masuala tu. Basi mjomba, haina shida. Ameamua kunidhalilisha na kunichafua, si maana yake. Tena hakujali hata kidogo kwa mimi rafiki wa karibu. Pia kuzingatia kuwa mdogo wangu mimi na yeye ni mdogo wake. Akiamua siwezi kukubali. Lazima halipe kwa hiki alichofanya. Nimetumia pesa yangu nyingi sana kuhakikisha mdogo wangu anafanikiwa kwenye masomo. Au yeye ndo chanzo cha mdogo wangu kufeli form 4 kwenda form 5. Atalipa gharama zangu na atalipa hii aibu ambayo nayopitia mimi kwenye mtaa. Nitamkomesha.
nitaishi kifalme. Nilikuwa sijui kama mjomba wangu ana thamani kubwa na kuheshimika kwenye huu mji, na mimi sipaswi kuishi kinyonge. Nitatembelea hiyo nyota ya mjomba kufanikisha mipango yangu. Yaani nitapata mademu, nitakula bure, sitomwogopa yoyote kwa sababu mjomba wangu ni nguli. Na natakiwa nitembelee nyota yake. Wacha hiyo. Hawanijui. Yaani wananichezea. Wanataka kunirudisha nyuma kwenye mambo yangu. Nitawakumbusha mimi ni nani. Hii sasa siweza kukaa kimya. Nitaenda kumuonya. Akirudia tena atanijua mimi nani. Sikupenda ulichokifanya yule mwanangu. Sikuwa na chaguo lingine zaidi ya lile nililolifanya, kwa sababu kijana wako alinikera sana. Hata kama alikukera, mimi ni mzazi wake. Ulitakiwa kuniletea malalamiko ya mtoto yule, alafu mimi ndo ningejua nifanye nini. Sasa nisikilize vizuri, na kuonya iwe mwanzo na mwisho. Ukirudia tena